Hashi yatima wa kijijini aliyegundua urithi wa kifalme. Hashash sehemu ya 2/3. Neema hakusita, alikimbia kuelekea msituni huku moyo wake ukidunda kwa nguvu. Hakujua wale watu waliokuwa wamepanda farasi ni akina nani, wala kwa nini walikuwa wakimfuata. Kitu pekee alichokijua ni kwamba sauti ya yule msafiri ilikuwa imejaa hofu ya kweli. Mfuateni, mmoja wa wapanda farasi alipaza sauti. Neema alikimbia kati ya miti mikubwa, miguu yake ikikanyaga majani yaliyoloa na umande. Mara kadhaa alijikwaa, lakini hakusimama. Alikumbuka maneno ya bibi yake, nyota ukibaki peke yako, nenda mjini uitafute nyumba yenye alama ya simba na taji. Nyota. Baada ya kukimbia kwa muda mrefu, alifika kwenye pango dogo lililofichwa katikati ya miamba. Yule msafiri alikuwa tayari amefika hapo. Njoo haraka. Neema aliingia huku akihema. Wewe ni nani? Aliuliza. Ninaitwa Baraka. Nilikuwa mlinzi wa familia ya kifalme miaka mingi iliyopita. Neema alimtazama kwa mshangao. Familia ya kifalme? Baraka akatikisa kichwa. Na wewe ndiyo sababu nimekuwa nikikuzunguka kwa miaka mingi bila ujue. Kwani mimi nina uhusiano gani nao? Baraka hakujibu mara moja. Badala yake alimuomba Neema ampe ule mkufu. Neema alisita. Alikumbuka onyo la bibi yake, usimkabidhi mtu yeyote. Nisamehe, alisema kwa sauti ya upole. Siwezi kukupa. Baraka alitabasamu. Hicho ndicho nilichotaka kusikia. Kama ungeutoa kirahisi, ningejua wewe si mtu niliyemtafuta. Kutoka mfukoni mwake alitoa pete ya zamani yenye alama ile ile ya simba na taji. Iangalie vizuri. Neema alilinganisha alama ya pete na ile ya mkufu, zilifanana kabisa. Baraka akamweleza Neema kuwa mfalme Jabari na malkia waliuawa katika mapinduzi yaliyoongozwa na kaka wa mfalme aliyetamani kiti cha enzi, lakini kabla ya shambulio mtoto wao wa miezi 6 alitoroshwa na mlinzi mwaminifu. Mtoto huyo alikuwa Neema. Hakuamini hadi Baraka alipomwonyesha kitambaa chenye nembo ya kifalme na picha ya malkia akiwa amembeba mtoto mwenye mkufu ule ule aliokuwa nao. Neema akatambua wazazi wake walikufa wakimlinda. Ghafula sauti za farasi zikasikika nje ya pango. Hivyo Baraka akampeleka kupitia njia ya siri hadi kwa mzee Omari, aliyewakaribisha na kufungua sanduku lililokuwa na ramani, taji na hati ya urithi iliyothibitisha Neema ndiye mrithi halali wa ufalme. Kabla hawajaendelea, mshale ukampiga Baraka begani na askari wakavamia nyumba. Mbele yao alisimama mwanaume aliyejitambulisha kwa tabasamu la kejeli. Mimi ndiye mfalme Kivuli, mtu aliyemuua baba yako. Neema alikabiliwa na mfalme Kivuli aliyekiri kuwaua wazazi wake na kujaribu kumuua pia. Baraka, licha ya kujeruhiwa, alimpigania muda wa kutosha ili mzee Omari amtoroshe kupitia njia ya siri hadi kwenye magofu ya kasri. Huko alifungua chumba cha siri kilichokuwa na taji, muhuri wa kifalme na barua ya wazazi wake iliyomfundisha kutawala kwa haki badala ya kulipiza kisasi. Mfalme Kivuli aliwafuata, lakini walinzi wa zamani wa ufalme waliwasili na kumtambua Neema kuwa mrithi halali. Baada ya mapambano mafupi, mfalme Kivuli alikamatwa. Ingawa alimtaka Neema amue, aliamua ahukumiwe kwa sheria, akithibitisha kuwa haki ni kubwa kuliko kisasi. Baadaye Neema alitawazwa kuwa malkia, akatumia hazina ya kifalme kujenga taule, hospitali na visima. Akawasamehe wakijiji waliomdharau, kisha akamshukuru Bibi Rehema kwenye kaburi lake kwa kumlea na kumlinda hadi ukweli wa urithi wake ulipofichuliwa. Safari yake ya kuwa yatima ikaisha na safari ya kuwa kiongozi wa watu wake ikaanza. Mwisho.